kuna hadithi za paka na panya. Alafu kuna mimi na jana naye mimi yule nilikuwa naishi naye mimi au wewe unamtaka wewe? Ndugu yangu. Mimi vibaya sana. Nipokee mpenzi, tatizo mimba. Niambie kweli. Moyo unauma. Tatizo mimba. Tatizo mimba. Tatizo mimba. Na unisubiri hapo hapo. Wewe, ya hapo. Mimi nilifikiri mwanamke mweupe anaweza akawa na nyota ndani ya nyumba, lakini wewe tangu nikupate mabalaa na wewe mimi sijawahi kukupenda. Nilikuwa nashangaa huyu mimi mpaka naishi naye vipi? Yaani unaonekana kabisa wewe ulikuwa ndo michezo yako uchawi. Na usichokijua nafahamu kabisa hiyo mimba sio ya kwangu. Yaani unavyotoka hapa nenda ukamtafutie mwenye hiyo mimba. Kiufupi sikupendi, sikutaki, kamtafute mwenye hiyo mimba. Unakumbuka hii mimba ni ya kwako. Leo unanikataa kwa sababu ya hii mimba kweli? Macho, kumbuka hii mimba usiniletee huruma. Hiyo mimba sio ya kwangu. Humu ndani kwangu sikutaki, yani sikutaki actually. Sawa? Kuanzia leo na kuendelea mimi wewe sio mtu wangu. Uvae na nikishindwa leo usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike vizuri kama ni giza. Yaani katika siku ambazo ndugu yako amenifanyia kitu kibaya ni leo. Yaani leo nimejisikia vibaya sana. Sasa shemeji, mimi nikupe pole kwa kweli. Maana rafiki yangu mimi ninavyomfahamu, yeye sio kufanya kama hivyo. Sio kufanya hivyo kabisa yani. Mimi nahisi hapo kuna jambo katikati. Sio bure kwa ghafla hivi. Yaani yale mapenzi ndio nikifika pale hivi, nimebebana, nimefanya namna gani mpaka mimi naona wivu jamani. Yeye kufanya hivi haiwezekani. Ndio hivyo shemeji yangu, kuna rafiki yangu hapo chini, ngoja nikajihifadhi siku 2-3 hizi nijue jinsi gani ya kutatua matatizo yangu. Aisee, hiyo kweli changamoto. Mpaka sasa hivi unafikia issue kama kwenda kwa rafiki. Kwa kweli ni jambo baya. Alafu ukiangalia hali yako yenyewe hivyo mjamzito, kwa kweli sio jambo zuri. Ila wewe usihofu, mimi naenda hivi. Nikitoka huko hivi nitapitia nyumbani pale. Nitaongea naye nijue kabisa shida ni nini mpaka anachukua hatua kama hii. Sawa shemu, usijali. Usijali, mimi naye ni bega kwa bega mpaka hilo jambo litakaa vizuri. Sawa. Basi fika salama shemu wangu. Tatizo mimba. Tatizo mimba. Tatizo mimba. Moyo unauma. Mimba imekuwa maumivu badala ya furaha, au nimekosa nini mimi kuwa na uzao? Mapenzi mazuri na kupenda wangu wa moyo, karibu katika dunia ya mapenzi mpenzi. Mawazo yanitesa, sijui nini nakosa, nakumbuka mengi, jibu sipati. Kwa nini furaha imepotea ndani ya kifua? Ninajikaza lakini macho yanajaa. Tatizo mimba. Tatizo mimba.
ndugu yangu, mimi bwana nimekuja hapa kwa ajili ya jambo moja hivi. Unaona? Sina mambo mengi sana lakini kuna jambo moja kidogo nimekuja nalo. Unajua wakati naelekea katika shughuli zangu asubuhi, nimekutana na shemeji. Mida fulani vya saa 4 saa 5. Lakini katika hali ambayo nimemkuta nao ndugu yangu, nimekuta hapo na begi lake, ana huzuni, analalamika sana. Umefukuza nyumbani ndugu yangu. Alafu ni mjamzito kama vile. Hivi shida ni ndugu yangu? Mbona kama sijaelewa kabisa nini kimekutokea ndugu yangu? Upo hivyo? Ndugu yangu, ndio maana wanawake wakaitwa Hawa. Unaelewa? Kwa sababu hawatabiliki, hawajulikani, hawaeleweki, ndio maana wakaitwa Hawa. Sijui unanielewa? Yule mwanamke mimi nilikuwa naishi naye mimi ndani na mjua mimi. Sawa, yule mwanamke alikuwa ni mshirikina na usichokijua ile mimba mimi sio ya kwangu. Sijui hapo umenipata hapo? Yaani wewe kwamba eti sijui ameondoka ni wewe mkuza hivi. Achana naye, mimi ni maamuzi yangu, mimi nimeamua mimi na akili zangu timamu. Sawa ndugu yangu, hayo unasema hivyo. Lakini tazama jinsi ya hali yake ilivyo. Yaani wewe sio kufanyia hivyo namna hiyo. Yaani pale kitu kile umekosea. Yaani kile umechukua uamuzi haraka sana ndugu yangu, uamuzi wa haraka. Unasema mbia sio kwako, si mshirikina. Mimi sijui kwa sababu ndio naishi naye. Lakini jinsi alivyo uamuzi wa haraka sana ndugu yangu. Yaani hapo umekosea kwa kweli nakwambia. Kwanza akipata huko tatizo alafu nikaja kupewa mimi, huyu atakayekuja kuleta kwangu mimi atakuwa ana akili kwa sababu tatizo ni la kwake. Na mimi tatizo likinipata akapewa nani? Yeye. Yaani ampate matatizo, asimpate matatizo, mimi sihusiani naye. Nimeshamfukuza akai katika himaya yangu. Sisi tumeelewana hapo? Ndugu yangu, yaani katika swala hilo mimi kwa kweli, yaani pointi zote ninavyoongea hapo, yaani bado haziingii kichwani kabisa. Kwa sababu sawa nazo, lakini kumbuka jinsi upendo wao mlipoanzia, ameanzia mbali. Hamna hata bakuli. Yaani mpaka sasa hivi afu unakuja unafukuza namna hiyo. Achana naye bwana. Wewe achana naye. Mimi yule nilikuwa naishi naye mimi au wewe unamtaka wewe? Ndugu yangu. Basi kama umtaki na mimi simtaki. Sijui unanielewa? Hawa wanawake wanabadilika. Huwezi jua mimi alikuwa ananifanyia nini ndani au mpaka nitoboe siri hivi. Kaa tu kwenye uelewa kwamba yule ndugu yangu hataki. Sawa, ni maamuzi yako, lakini mimi mnaponiona hivi, leo nimekuja hapa hivi. Yaani utakuja kunikumbuka. Unamkumbuka Nyerere, sema maneno yako haya kaka. Sawa, hata mimi nitakumbuka hapa ninachokujibu. Tutakumbukana. Noma. Sawa. Shida. Poa. Usinione dhaifu. Ninaomba upendo. Unishini. Ukiniona leo. Tatizo mimba. Moyo unauma. Tatizo mimba. Furaha imepotea. Tatizo mimba. Nipokee mpenzi. Tatizo mimba. Yangu. Yaani unajua umndani kwa wewe ulivyokuepo mweupe. Unajua kuna muda mimi nikikuangalia najiona kwa ajili ya weupe wako. Nataka tuhamie kwenye chumba kimoja kizuri. Unajua kina singboard, kimepigwa rangi, tiles, kitanda cha bed sofa, pale kuna TV, tunaangalia katuni, yani anachosha mwenzio. Afu papa, jana nilikuwa najisikia vibaya, nikawa nimeenda hospitali. So wakaniambia kwamba nina ujauzito. Wow. Hapo unajua kuna kitu fulani kimekuja moyoni mwangu. Kwanza moyo ulikuwa unapiga pa. Lakini ghafla ukawa baridi. Alafu kikaja kitu kinaitwa nawaza mbali sana. Kuna kitu kingine kikaja kinaimbwa. Kuna hadithi za paka na panya. Alafu kuna mimi na hapo mbele kinafuata nini? Salala.
nasikia nikianguka pole pole bila sauti, mapenzi mazuri yangu. Niambie papa. Unajua bana, asubuhi imeshafika. Nimeshaamka hapa na nimeenda kuoga na nimeshajiandaa. Nikuage. Unajua sasa hivi wewe upo kwenye hali ya ujauzito. Sawa? Kwa hiyo inatakiwa mimi niumize akili mara mbili. Unanielewa? Nimekuelewa. Ili madi ukitaka supu wewe unapata. Unakujifungua, mtoto akija asije akaishi kama mtoto fulani hivi akifanya hivi. Mimi nataka mtoto wangu aje awe akishua na atukute humu ndani tumehama. Sijui unanielewa? Nimekuelewa. Kwa hiyo sio utoke uanze kuzurura utadondoka. Na mimi mtoto wangu akija kufa, eti nilidondoka wewe, tutagombana. Hamna, siwezi kutoka. Nitabaki hapa nimelala. Kwanza tatizo nguvu zangu za kutoka nje na zitolea. Unaona? Mbona ninapofurahi kwa na wewe. Mimi ngoja sasa niende ila uniombee kwa Mungu kwa sababu unajua Mungu wa kutoka mtume kauombea, lakini na sisi wenyewe tujiombee. Kwa hiyo naombe kwa Mungu nikienda nipate hela. Sawa, usijali nitakupa. Alafu nataka nirudi na nini? Mimi. Nitaka vitu vichungu. Vitamu au vichungu. Ndio nini? Ndimu na maembe. Tisha nikisema vitu vitamu vichungu inachanganya sukari na chumvi au inakuwaje? Ndimu 5, maembe 10. Haya sawa. Basi hata ni chumba cha hapa kidogo niondoke na. Unachosha mimi. Napenda pia. Haya baadaye. Kama ukinipenda nitakupa maua, usiponisaliti basi nitajua. Mama mzaa chema. Aisee umeamka? Nikasema sasa hapa nisikusumbue. Basi ungeacha mimi ningeosha. Unajua wewe unabidi upewe daraja la juu. Hamna, ningeosha tu. Wewe kumbe uzisikiaje zile nyimbo? Nani kama mama? Umembeba kiumbe hapo ambaye akija kesho ananiheshimisha. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu vya kawaida. Na hapa ninapotaka nikuambie hapa, chooni nimekuwekea maji, mswaki. Yaani hapo ni kwenda, wewe ni malkia. Amna bwana, usimdekeze hivyo. Nakwambia, yaani wewe ni malkia wangu. Sawa, uende chooni, ukaoge. Hapa mimi naosha faster sana tu. Nikimaliza hapa nikuwekee chai. Leo utakunywa chai na supu na chapati. Nikutengee pale na kufuatia hapa nikishaliosha container, nikuchukulie supu na chapati mwenyewe uje lambe. Unachosha nini? Koala. Yaani koala alafu ukampata mwanamke kama wewe. Mke wangu ni raha. Wewe hapo mke wangu usijali sana, kuwa na amani. Nenda tu kafanye mpango wa kuoga. Sawa. Maana hapa naona kabisa kuna ishara hapa, ukiendelea kukaa hivi vyombo vitakuwa haviishi. Sawa. Wewe nenda kaoge mama. Usijali hivi viatu vya kioni hivi. Kaoge, mimi hapa nioshe haraka. Mpaka wewe kuja kutoka kuoga huko mimi niko tayari. Au nije kuinua? Wazo nitasimama. Haya. Unachosha mimi. Usijali mama. Huku ndo kupenda na kupendwa. Kwani nilikuwa wapi? Nilikuwa wapi mimi? Nakupenda wangu wa moyo, lakini leo ninahitaji faraja. Nakumbuka mengi. Usichochukua. Kabisa hiyo sio ya kwangu.
Yaani unafikiri mwanamke mweupe anaweza sawa na ndani ya nyumba. Lakini wewe unapata mabalaa. Na wewe sio kupenda ile kwa sababu mpaka nakatenda hivi. Yaani unaonekana kabisa wewe ndio michezo yako cha uchawi. Tukutana na shemeji. Mida fulani ya saa 4 saa 5. Lakini nikaja hapo nimekutana na ndugu yangu. Nikutoka na begi lake ana huzuni analalamika sana. Umefukuza nyumbani ndugu yangu. Alafu ni mjamzito kama vile. Macho. Mimi usiniletee huruma. Hiyo mimba sio kwangu. Humu ndani kwa sikutaka. Yaani sitaki hata. Sawa. Mimi naona ndio sio jambo. Yaani sisi nikishindwa leo, usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike vizuri.